Rais wa Marekani Donald Trump hataki lawama. Wakati huu anaamua kuwaondoa wafanyakazi na familia zao kutoka ubalozi wa nchini Iraq pamoja na wale walio katika kambi za kijeshi nchini Kuwait na Bahrain. Kwa ufupi ni kwamba rais huyo wa Marekani ameamua kuondoa idadi ya wafanyakazi hasa wanajeshi waliopo katika Mashariki ya Kati. Hofu yake kubwa ni Iran kwamba itafanya mashambulizi mazito dhidi ya vituo vya kijeshi vya taifa hilo. Maafisa wanasema hatua hiyo ni ya kufuatia hatari za kiusalama zinazojitokeza katika kanda hiyo. Hii ni baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutosikia kwamba asifanye shambulizi dhidi ya Iran. Na hii inadhihirisha kwamba mpango sasa ni kwamba huenda Iran ikashambuliwa katika vinu vyake vya nyuklia. Lakini sitoshe, wakati huu kutokana na jinsi Iran inavyodai kwamba imejipanga, mtifuano utakuwa ni mkubwa sana, na rais wa Marekani kupitia majasusi pia tayari wameshajua ni nini ambacho kinaenda kutokea, hasa baada ya kuona makubaliano hayaendi vizuri. Maafisa wanasema hatua hiyo ni kufuatia hatari za kiusalama na kuwalinda wafanyakazi hao pamoja na familia zao. Maafisa hawakusema ni nini hasa kilisababisha kuondolewa. Hata hivyo, siku ya Jumatano maafisa wa Marekani waliambiwa kuwa Israel ilikuwa tayari kuanzisha operesheni nchini Iran pamoja na baadhi ya maeneo mengine katika Mashariki ya Kati, hasa yenye miundombinu ya kijeshi ya Marekani. Ngome za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, iliripoti mshirika wa BBC wa Marekani SBS, ikinukuu maafisa wanaofahamu suala hilo. Maafisa wanasema hii ni sehemu ya sababu ya Marekani kuwashauri baadhi ya Wamarekani kuondoka katika eneo hilo, na kwamba Marekani ilitarajia Iran ingeweza kulipiza kisasi katika baadhi ya maeneo ya Marekani nchini Iraq. Mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Bwana Steve Witkoff bado anapanga kukutana na maafisa wa Iran kwa awamu ya 6 ya mazungumzo siku ya Jumapili. Maafisa hao waliambia SBS. Hata hivyo, inataja kwamba ikiwa mazungumzo ya Jumapili hayatakuwa na makubaliano na maafikiano, kuna uwezekano mkubwa kukatokea mapambano mazito baina ya Israel pamoja na Iran, la huku Marekani ikikaa pembeni lakini ikishiriki kwa namna moja nyingine. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani alisema, tutatathmini mara kwa mara usalama wa wafanyakazi katika balozi zetu. Kulingana na utafiti wetu wa hivi punde, tumeamua kupunguza uwepo wetu katika misheni yetu nchini Iraq. Trump alizungumza kuhusu Iran katika muonekano katika kituo cha Kennedy siku ya Jumatano, akiwaambia waandishi wa habari wa Marekani walishauriwa waondoke kwenye eneo hilo kwa sababu inaweza kuwa mahala pa hatari na tunaona kinachoenda kutokea. Trump pia alisisitiza kwamba Marekani haikutaka Iran kutengeneza silaha za nyuklia wala hawakutaka kuruhusu hilo. Rais ana matumaini ya kufikia makubaliano ya kuzuia kutengeneza silaha za nyuklia. Licha ya kwamba Iran imesema haitatengeneza silaha za nyuklia, lakini mpango wake wa kuendelea na urutubishaji utabaki pale pale. Awali, Rais Donald Trump alisema anapoteza imani kuhusu mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa kinyuklia wa Iran, na amekuwa akitishia kuishambulia Iran iwapo mazungumzo yatafeli, huku Iran ikiapa kuzilenga kambi za kijeshi za Marekani zilizoko katika kanda ya Mashariki ya Kati iwapo itashambuliwa. Mtazamaji wa The World News, tutaendelea kuona ni nini kitakachotokea katika miezi ya hivi karibuni, kutokana na kwamba Iran haipo tayari kuachana na mpango wake wa nyuklia, kwa maana kuendelea na urutubishaji wa uranium, huku Marekani ikitaka kufanya shambulizi ikishirikiana na Israel. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.